asifiwe. Yaani leo umeokoka Bwana Omari, umebatizwa, leo unaitwa nani? Isaka. Haleluya. Kama macho yako yamefunguliwa, watakuja wakwambie umeenda kwenye dini gani hiyo? Wale hawaoni, wewe unaona. Unawaambia yani mungekuwa mnajua. Haleluya. Yani mungekuwa mnajua. Yani niliko sasa hivi ninakoona ni bora zaidi kuliko nilipokuwa mara ya kwanza. Kwa sababu unaona, haleluya, unaziona mbingu, unaona malaika, unaona baraka zinakuja mbele yako. Yani haurudishwi nyuma. Haleluya. Mimi tangu nilipomchagua Yesu awe mwokozi wangu, nilisema sitarudi nyuma. Nilisema nilikuwa nimechelewa. Niliona kwamba kwa kweli nimejitesa kwa muda mrefu kwenye maisha ambayo hayakupendeza. Leo nimemjua Yesu, sitarudi nyuma. Maana macho yangu yanaona ninakoelekea. Kuna tumaini la uzima. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama macho yako hayajafunguliwa, huwezi kuona tumaini. Huwezi. Na kama hauoni tumaini, utakuwa unaenda makanisa na makanisa, huoni tumaini, huoni chochote, unajaribu hivi, hakuna. Unatoa sadaka lakini moyo wako hauridhiki, kwa sababu huoni. Ni furaha yangu siku ya leo kuambia, macho yako yakifunguliwa utaona tumaini. Amina. Bwana asifiwe sana. Utaona nini? Mtikise jirani yako, mtikise kidogo. Mwambie, wewe jamaa yangu, ona tumaini leo. Bwana asifiwe sana. Aone nini? Tumaini. Matarajio yetu tulio nayo, matarajio ya uzima milele. Tunapomtumikia Mungu kwa mali zetu, kuna matarajio. Hakuna mtu ambaye anamtumikia Bwana kwa hasara. Haleluya. Hayupo. La sivyo, huyu mke wangu ni nesi. Bwana asifiwe sana. Yeye ni nesi. Amesoma akamaliza na akafanya mambo ya teaching methodology, akawa anafundisha chuo cha nursing, lakini leo unamwona yuko Mpanda anamtumikia Bwana. Usifikiri kazi rahisi kuacha kazi ya ajira ya serikali uje uanze kuhubiri injili umekaa kama mtumishi hapo. Unafikiri jambo jepesi? Ni mpaka uwe unaona. Haleluya. Amina. Nyinyi muangalieni hapo na tabasamu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Sio kazi nyepesi. Inahitaji macho ya rohoni, macho ya mbali. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie. Na kwa hiyo hii ndio sababu ya kwanza kabisa ambayo inatufanya tutamani macho yetu afanye nini? Tupate kuona tumaini. Jambo la pili, tupate kuona utajiri wa utukufu wa urithi wake kwa watakatifu wake. Jinsi ni utajiri, hebu sema utajiri wa utukufu. Tunataka tuone utajiri wa utukufu wake. Yaani kwa kifupi, tuone vile ambavyo Mungu amewazungushia watakatifu wake utukufu wake. Haleluya. Amina. Unajua wewe hauoni kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona kwenye ulimwengu wa roho, ukaona ule ulinzi ama ule utukufu ambao Mungu ameuzungusha, utajiri wa utukufu wake hivyo, hautakuwa na hofu na mchawi asema. Haleluya. Kuna watu hapa ni waoga, wanaogopa wachawi. Akisikia kabao Yesu, akiambiwa pita hapa, kwa sababu gani? Kwa sababu haoni. Amina. Wala zimewe sana. Amina. Hauoni tu. Wale wanaoona wana ujasiri. Bwana asifiwe sana. Amina. Najua mimi najifunza sana kwa watoto hao wadogo. Wale watoto wangu, ukimtuma kwenda dukani saa 1 jioni, kwenda saa 2 kutoka pale nyumbani dukani, anakuwa
twende dukani. Twende wapi? Mkaondoka wote. Na huyo ambaye ameogopa kweli akaamini kwamba mzee yuko hapa. Haleluya. Yeye ndio anatangulia mbele. Yaani ana ujasiri, alafu ana uwezo hata kusema baba nini hapo. Yaani ana ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu anajua dingi yupo. Haleluya. Maana yake anajua, ana uhakika kuna baba. Kuna baba mwenyewe woga, lakini kwa teke moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Mungu Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anataka watu hao wajue utajiri, wauone kwa macho yao utajiri wa utukufu wa Bwana, jinsi ambavyo ulivyo umewazunguka watakatifu wake. Maana yake ni kwamba tunalindwa na nguvu za Bwana. Unapotembea umezungukwa na utukufu wa Mungu, unapolala umezungukwa na utukufu wa Mungu, ukiwa kazini umezungukwa na utukufu wa Mungu. Utukufu umekuzunguka kila mahali, kila mahali umezungukwa na utukufu wa Bwana. Na Mungu anasema walioko upande wetu wana nguvu kuliko walioko upande wao. Wale majeshi wengine ni wachache kuliko yale mamlaka ambayo Bwana ametuzungushia. Amina. Ukijua majeshi ya malaika yaliyokuzunguka, utukufu ulio nao, ukiuona, na kuambia hivi, utakuwa na mcheki mchawi na unaambia usipite nje na wachawi, alafu naambia tulia kidogo hapa. Nyosha. Na unapita. Bwana asifiwe sana. Ule mti wala kuna wachawi sana, kuna mashetani. Hapo ndipo nenda kuanzisha mgahawa wa chakula. Haleluya. Hapo ndio biashara inafanyikia. Na dunia inajua kwamba huyu jamaa sio wa kawaida. Na hapo ndipo Wakristo tunaitwa wachawi. Haiwezekani wewe Mkristo. Wewe umeendaje pale? Inawezekanaje ofisi ile watu wanaikimbia, wewe ndio umeenda kufanya kazi pale na haudai kupata shida yoyote? Haiwezekani. Wewe utakuwa na kamzizi kengine. Alafu ukikuta nawaambia ni Bwana ameyatenda. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Usiwe na hofu. Mwambie acha woga. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umezungukwa na utukufu wa nani? Macho yetu yapate kwa nini? Yaone utukufu, utajiri wa utukufu jinsi ulivyo. Unajua, unaweza kaandika kitu pembeni kitabu hiki, Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 17. Hii unaweza kaandika tu just for your benefit, kwa faida yako mwenyewe. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 17. Ukisoma kitabu hiki cha Wafalme, hasa hiyo sura ya 6, utaona mtumishi wa Mungu Elisha vile ambavyo alimsaidia Gehazi mtumishi wake. Gehazi ilitokea siku moja akaamka asubuhi, akakuta majeshi ya maadui yamewazunguka, yana silaha za kivita, wamezungukwa, hawana namna, hakuna sehemu ya kukimbilia. Akarudi kwa Elisha akamwambia, Elisha, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, tumekufa, maana hapa tulipo tumezungukwa na maadui. Elisha akatoka nje akawacheka maadui. Maadui akamwambia Gehazi mtumishi wake, unaowaona hawa ni wachache mno. Bahati mbaya tu macho yako hayajafunguka. Hawa ni wachache mno. Walioko kwetu ni wengi na wana nguvu kuliko unaowaona. Amina. Gehazi hakuelewa hilo somo, maana macho yake yalikuwa hayaoni. Ndiposa Biblia inasema Elisha akayagusa macho ya Gehazi, akamwombea, akamwambia, Bwana, ninakusihi ufungue macho yake aweze kuona kinachoendelea kwenye ulimwengu wake. Akamwachia namna hii.
macho ya Gehazi yakafunguka. Biblia inasema aliyoona majeshi yaliyowazunguka ni mara 2 zaidi ya majeshi ya maadui walioko pale. Silaha ambazo wanazo wale majeshi ya kina Elisha ni majeshi yana silaha kali na magari ya kivita makali kuliko yale ya maadui. Maana yake wamezungukwa na ulinzi ambao sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mahali popote unapoenda, tambua mtu wa Mungu, malaika wa Bwana wanafanya kituo wa kulinda. Unapoenda wanafanya kituo. Huduma yako mahali popote inalindwa na nani? Usipate hofu hata kidogo kwa sababu ya changamoto ndogo ndogo za duniani ukamwacha Bwana. Hapana, funguliwa macho yako uone uweza wa Bwana uliokuzunguka, sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho, funguliwa macho tupate kuona ubora wa ukuu wa uweza wake. Ubora wa ukuu wa uweza wake. Ubora wa ukuu wa uweza wake. Mstari hiyo ukisoma pale, Paulo anasema habari ya ubora. Unaposema ubora, maana yake ni ile quality. Ubora. Sasa kuna nguvu nyingi duniani. Haleluya. Wachawi nao wana nguvu, waganga na wenyewe wapo na nini? Wana nguvu. Lakini tunaangalia nini? Ubora. Tunasema ubora. Yaani shetani anaweza kufanya mambo yake mengi na yakaonekana kwa macho haya, lakini tukipima ubora wa uweza wa nguvu za Mungu na ule wa nguvu za shetani, utagundua kabisa nguvu za Mungu zina kiwango kuliko zile za shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna jamaa, mwanamke mmoja ameibuka huko Mwanza. Mwanamke mmoja anajiita mfalme. Ni mwanamke, sawa? Ila anajiita nani? Mfalme Zumaridi. Na huyo mfalme bwana wanamwabudu. Amefikia kiwango kibaya kabisa, anasema kwamba Yesu ni takataka. Jina lake limeshapitwa na nini? Anawazuia watu wasije na Biblia kanisani. Anawaambia Biblia hizo ni story. Neno la Mungu ni lile linalolisema mimi ndiye Mungu. Alafu kuna vijana smart kabisa kama nyinyi hapa wanamwabudu, wanasema yeye ni Mungu. Anapiga na magoti, Mungu wetu tusaidie. Huyo mwanamke anaitwa Zumaridi. Mamlaka ya Mungu chini ya jua. Anajilinganisha ule uchawi wake. Maana unajua hapa anafanya mauchawi. Yaani zile mbwembwe za uchawi na unini mazingaombwe yake anayoyafanya, anajilinganisha na mamlaka ya nani? Ya Mungu. Ukimuuliza wewe unajiita Mungu, umewahi kuumba hata kaukucha? Anategemea kwenda saluni awekewe kucha. Mungu anaenda saluni awekewe makeup. Yaani hata makeup hajui kuitengeneza. Yaani hata makeup, sawa, hii hajawahi fanya nini? Kuitengeneza, hajui. Lakini anajiita nani? Mungu. Hata kiatu hajawahi kutengeneza, anategemea aende dukani akanunue nini? Kiatu. Anaitwa nani? Anajiita Mungu. Ndugu zangu, tunapaswa tufunguliwe macho yetu tuweze kuona ubora, kulinganisha, kujua ubora. Unapoona muujiza unafanyika, lazima uwe makini. Maana yake unatakiwa uone vile viwango vya ubora. Ukiangalia ulimwengu wa roho unavyo-operate, uko kwenye ulimwengu wa roho wa nuru, kuna ulimwengu wa roho wa giza. Vyote vinapambana, viko katika vita, na hiyo ni vita vikali sana. Lazima ujue kulinganisha ubora. Ninachomshukuru Mungu ni kwamba tunapigana katikati ya
ushindi. Yaani sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye tupenda. Yaani ubora wa nguvu za Mungu ulioko upande wetu ni ubora wa kiwango cha juu kuliko upande ule mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi kule Misri walifanya uchawi wao. Musa alipodondosha ile fimbo yake chini ikawa nyoka, na wao wakadondosha fimbo zao zikawa nini? Nyoka. Lakini tunapoangalia ule ubora, ile fimbo ya Musa ambayo ilitupwa chini ikawa nyoka, iliwameza wale nyoka wengine wote wa wachawi na waganga, wakamezwa wote, kuonyesha viwango ambavyo nguvu za Mungu zilivyo. Haleluya. Haleluya. Amen. Bora walipomchukua Mungu wao Dagoni, wakachukua sanduku la agano wakaliingiza kwenye chumba ambacho palikuwa na miungu yao. Dagoni alikuwa mle ndani. Biblia inasema yule Dagoni alidondoka kwenye lile sanduku la agano, akadondoka pale mbele, akavunjika vipande. Maana yake kilichoingia ndani ya hekalu la Dagoni ilikuwa ni mamlaka nyingine ambayo ilinyamazisha mamlaka zingine zote zilizokuwa zimeingia. Amina. Lazima uone kuna ubora. Bwana asifiwe sana. Ulicho nacho wewe sio mazingaombwe. Haleluya. Amina. Tulipokuwa shule ya msingi tulikuwa tunaona watu wanakuja wamechomwa kisu hapa. Sijui mkuki. Alafu na panga imewekwa wapi? Alafu anaingia kuna mazingaombwe. Alafu baadaye anajifanya kulitoa lile mkuki. Anaonyesha kabisa anaumia, kumbe ni mazingaombwe. Haleluya. Tunaona watu wanatafuna karatasi, anaingiza anatafuna, anaanza kutoa hela. Mazingaombwe. Sasa hizo ni mbwembwe, sema mbwembwe. Hazilingani na uhalisia wa nguvu za nani? Za Mungu uliye naye. Mungu uliye naye ana mamlaka makubwa. Viwango vya nguvu ya Mungu ni kubwa. Ni ombi langu leo kwamba Mungu atafungua macho yetu ya moyoni, tuweze kuona tumaini letu, tuweze kuona utajiri wa utukufu wake, tuweze kuona uweza